Je, umewahi kuona kiumbe anayeonekana kama ameyeyuka uso? Kiumbe ambaye amepewa jina la moja kati ya mnyama mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Lakini je, hiyo ni kweli? Leo tunamchunguza kwa undani zaidi mnyama wa ajabu sana kutoka kwenye kina kirefu cha bahari anayejulikana kwa jina la blobfish. Na ama kwa hakika ukweli ukatausikia hapa kuhusu kiumbe huyu unaweza kukushangaza sana. Jina langu naitwa Abdul Kingungo na hii ni Unknown Creatures. Blobfish si kiumbe anayependa kuishi karibu na uso wa maji kama ilivyo kwa samaki wengine, bali yeye hupendelea kuishi kwenye kina chenye urefu wa mita 600 hadi mita 1200 chini kabisa ya bahari. Huko chini kuna giza totoro na shinikizo la maji ni kali sana, ikiwa ni mara 100 juu zaidi ya uso wa maji. Hali hii ndiyo inayomfanya blobfish awe tofauti kabisa na samaki wengine wa baharini. Blobfish hupendelea sana kuishi karibu zaidi na pwani za Australia pamoja na kisiwa cha Tasmania, kwa sababu haya ni maeneo ambayo hakuna mawindo mengi yanayomshambulia, lakini kuna viumbe wengi wadogo ambao huwatumia kama chakula chake. Pia mazingira ya presha ya maji ndiyo yanayomfaa zaidi katika maeneo hayo. Watu wengi wanamjua blobfish kwa sura yake mbaya sana, lakini ukweli ni huu: blobfish akiwa kwenye mazingira yake ya kawaida haonekani hivyo kabisa. Mwili wake ni laini kama jeli, hana mifupa migumu wala misuli mingi ndani ya mwili wake, na hii ni kwa sababu anategemea presha ya bahari ili kuupa mwili wake shepu nzuri. Hivyo endapo akatolewa juu ya maji na shinikizo la maji likapungua ndani ya mwili wake, basi mwili wake hunyauka, na hapo ndipo anaonekana kama ni kitu kilichoyeyuka. Blobfish si mwindaji mkali kama vile papa au samaki wengine wakubwa. Badala yake ni lazy feeder, kwa maana ni kiumbe anayekaa tu chini ya bahari akisubiri chakula kipite karibu na akile, na mara nyingi huwa anakula viumbe wadogo wa baharini kwa sababu hana nguvu ya kuwinda vizuri. Blobfish huzaa kwa njia ya mayai. Jike hutaga mamia hadi maelfu ya mayai, na kisha mayai hayo hukaa chini kabisa ya bahari. Lakini cha ajabu ni kwamba wakati mwingine blobfish hulinda mayai yake, kitu ambacho si kawaida sana kwa samaki wa kina kirefu. Kwa sababu wanaishi kwenye mazingira magumu sana, blobfish huishi kwa muda mrefu kidogo. Inakadiriwa anaweza kuishi miaka 20 hadi 30, lakini ukweli ni kwamba bado wanasayansi hawajamjua vizuri kwa sababu anaishi mbali sana chini ya bahari. Blobfish ana tabia ambazo ni tofauti kabisa na samaki wengine. Hasogei sana juu ya uso wa maji, hana fujo na wala hana madhara yoyote yale kwa binadamu. Blobfish si mnyama mbaya kwa kumtazama, ni mnyama aliyezoea mazingira magumu sana duniani. Muonekano wake unaonekana wa ajabu kwetu, lakini kwa dunia yake yeye ni mkamilifu kabisa. Na labda kile tunachokiona kuwa kibaya kwake, bali ni kwa sababu ni tofauti tu na kile tulichozoea kukiona. Katika kina kirefu cha bahari, mbali na macho ya binadamu, kuna viumbe wengi sana kama blobfish. Viumbe hawa wanatukumbusha tu kuwa dunia bado ina siri nyingi sana.